Kama ujui mtu tangia kingaliki mdogo, usikue haraka sana kuwazia kama mtu iko najichubua ama anajibadilisha rangi yake ya ngozi. Kuna watu ambao wamefuba sana na maisha, ni mtu anza na miaka anafanana kama ni mweusi ama rangi almost yani mweusi kabisa na kati sio mweusi, kwa sababu maisha, kutokulala, kwenda kujua bila kujipaka sunscreen inafanyaga watu wengi ambao wana rangi nyeupe wanafuba. Kama kuna mdogo wangu mmoja hivi wa kiume ni mweupe, uliza hata watu nyuma ambao tulikuwa tunaishi nao wakati tungaliki wadogo, kwanza watu wanao wanamuona na wanamuuliza mbona amefuba sana hivi? Ni mweupe, lakini ukimwona anafanana kama ni mweusi. Hapendaki kulala, anakuambia akilala anasikia kama anakufa. Anakuwa anafanya kazi ya mjuu, hajipakalaki sunscreen. Kuna watu wengi wamefuba vibaya na maisha. Kuna mtu ambaye muonao mdogo wangu wa kiume wakati wa baridi huku Marekani huku, wakati wa baridi mtu ko ndani ya nyumba sana, hawendi kujua sana. Kuna mtu alimuona anakuwa mweupe sana, akaanza kusema naanza kujipaka mafuta, naanza kujibadilisha rangi. Haumjui tanganga liki mdogo. Sometimes unaangalia tu mtu tu hivi unapotezea, bado mtu ushachoka. Njoo watu wazana vitu wenyewe watu wako wanafanya. Naelewa kama hii community ya Afrika watu wa mingi wako wanajichubua, wanajibadilisha marangi zao kwa sababu wengine wanaona kama kwa weupe tu ndio rangi, baki weusi ni uchafu. Ila ni mental illness, ile ni ugonjwa ya akili ile ni ugonjwa wa akili. Hakuna sema tena inaandikwa maandiko eti weupe sana ndio wataingia katika ufalme wa mbingu ama ndio wenye wanapendwa sana na Mungu. Hapana, ile tu ni ukosefu ya akili ya Afrika wa mingi kupendela rangi nyeupe sana. Yaani kuna situation moja hivi. Kuna mdogo wangu mmoja wa fia wakati alikuwa na miaka 6, miaka 7, alienda kanisani. Kuna mtu ni mtu mzima akaanza kumsumbua. Ibo upo lito wapi? Ibo upo lito wapi? Imagine mtu mzima peke hawezi kuwaza maybe mtoto maybe ni rangi yake tukatoto kadogo vile. Akila kwezi kwa maybe tu ni rangi yake, naye hajichubuli atamanishe nani apendezeshe atamanishe mwanaume gani. Na leo kama mama ba mingi wanajichubua kama community yetu ya Kongomani ya Kiafrika, na leo wanabafia ba mingi, lakini yani zamiri zako sisi kwambia nikatoka dogo maybe tu ni rangi yake ya original. Hapana, maybe anaona kama mamangu akaona maybe anaona mamangu ana rangi ya mweupe sana, mamangu ni mweupe sana, lakini amefuba vibana maisha. Sometimes anafanya kazi ku company ambayo iko na moto ya mingi. Sometimes anafanya hata kama amepigwa humu hivi ama amelungula, ni kwa sababu ya hiyo joto. Na sometimes maybe alalaki vizuri. Maybe kuna watu wote wanaanza kumwazia kama amelungula na mafuta ama alikuwa anajichubua, ndio maana anafanana kama sometimes anafanana kama ameungua ama anakuwa na dark circles. Ni kawaida kwa watu weupe ambao wanafubai kutokea kuwa na dark circles. Mimi kama silali mimi vizuri, mimi nafanaka nimepigwa paka katikati hapa karibu na macho yangu, nafanaka nimepigwa. Lakini kama nikishalala tu peke na pote, kama nishinda siku 3 siku 4 silali vizuri, yani ukiniona nafanaka nimepigwa. Paka kuna kipindi kuna mtu aliniuliza hivi, nani alinipiga? Eti nani amekupiga? Mimi sikupigwa na mtu. Maisha na kutokulala ni kawaida. Kama haujui mtu tanga kaliki mdogo, msiwe na wazia watu vitu vibaya wenye watu vitu, yani vitu wenye mtu haiko unafanya. Yani kuna watu wengi hii community ya Afrika, Mungu atusamee. Yani kuna kipindi moja tena mdogo wangu mmoja hivi, kuna mjakazi mwenye alikuwa anamwambia chikuma, yani alikuwa anamshambulia na mwonyesha mdogo wangu rangi nye mdogo wangu iko nayo sio yake. Siku ya kufuatia roho Bwana majeshi akapitia mtu mwingine kupatia mdogo wangu message ya kumtia moyo kwa sababu maneno ya kumuumiza yenye aliambiwa. Unajua sometimes tuwe makini sana, especially kama mtu uko na spiritual gift, kama uko nabii. Yani shetani anakuwa anatafuta kanja kidogo tu ujikwae, ili yani akupande, ili akutukanishe na kuaibishe. Kwa mfano, unaweza angalia mtu unaona fulani anabadilika, rangi yake inabadilika. Lakini fulani mwenyewe nikikuuliza, fulani unamjua tanga angaliki mdogo, haujui. Na nikikuuliza tena kitu kingine, fulani wakati ulikuwa unamuona, ayush uko na uhakika fulani alikuwa hafubai na maisha, utashindwa kujibia swali. Nakutana kufuna kama ni nabii, anaona unabadilika, alafu shetani naye siku tafuta tukanja kutukanisha watu, anaona unabadilika, anza kuwaza iko siku unajichubua, iko sasa sio rangi yake, sio rangi yake ile. Juu nilikuwa namuona anafanana hivi, iko sasa sio yeye, right? Afu baada shetani anampanda mkichwa, male mawazo machafu yenye kuna anakuthibitishia kama kweli sio rangi yake ile. Sasa unaanza kwa mfano unaambia huyo mtu,
Huyo mtu mwenyewe anajijua, na watu wenye kwa mfano wanamjua unaweza kuona kama hauenezi mkichwa. Wakati situation ilitokea, mimi nilijua tu hapa ni shetani tu. Shetani tu anataka tumuone kama haenezi mkichwa. Especially watu wengi ambao wanafanya mavideo hapa kuma mitandao, watumishi wa Mungu, wajakazi wa Mungu. Shetani anatuwinda sana ili mtu fanye tu kama mistake tu kadogo tu, ili akutukanishe tu, ili aoneshe watu kama hauna akili sawa, ili aoneshe watu, ona njoo mjakazi wa Mungu na kama alikuwa anafunuliwa na Mungu huyu, usiamini hivi anasemaka ni uongo, nini anafunuliwa vya uongo. Mimi nilielewa ni shetani tu ndio alipenda yaani shetani ndio alipenda, alitaka tumchukie, lakini mimi nishaelewa situation. Nisha kabisa elewa situation. Kama mimi hapa, kuna kipindi nilikuwa silalaki vizuri. Kuna kipindi nilikuwa ninalia juu nataka kulala kama binadamu wa kawaida. Kuna kipindi nilikuwa nakunywa madawa nilale inashindikana. Na hata kukutiliwa maserumu ili nilale inashindikana. Mpaka nikaanza kunywa wine ili mwili wangu tu ulale kwa nguvu. Yaani nilikuwa nikiona watu wengine wanalala nasikia kulia juu na mimi nataka kulala. Juu nilikuwa nawindiwa sana na wachawi. Nilikuwa nawindiwa sana. Yaani nilikuwa napitia vita za ajabu, spiritual attack za ajabu. Mwili opeke nakataa kulala. Tuwe makini. Ukutana mtu mwingine iko tukana watu nyuma yako na bleach, lakini mwenyewe ni mweusi. Yaani sasa giza kabisa, ile giza kukolea usiku. Lakini anaenda kumitandao, anatumikisha filter yenyewe namfanya anaonekana mweupe sana. Naona tafuta nini? Bale watu wa vile bale, tena mtu ni mweusi afu bale anatumia filter ya mweupe sana, aonekane mweupe. Mara mingi ba vile wanapenda kwa weupe. Akiwa anaogopa kutumia mafuta ya kuwafanya kwa weupe juu watu asibatukane. Lakini au nakutana kwa mfano, right? Mtu uko mweusi katikati ya miguu uko mweupe, afu wale mtu ni mweupe. Kuna watu wengi, wanawake wengi, tutisema wanawake wengi, kama uko mnene na hauvagi short, makabutula mnene ndani ya manguo, na ile mapaja yako yanakuwa nagusana, utakuwa tu mweusi katikati ya miguu. Lakini na kama hautumikishi tone hapo natoa ile vitu, na kama hauzoezi sana kuvaa makabutula, yani wewe utakuwa tu mweusi mle katikati ya miguu. Na kwa mweusi mle ni yani ni it's normal. It's normal kwa sababu ya unene. Ni kawaida. Kama mtu mwenye hajui anaanza fikiri kwamba mtu ni mchafu, wanawake ndio maana mweusi katikati ya miguu. No. Wanawake wengi wanene ambao mapaja yao yanakamatana wengi wanakuaga hivyo. Kuna wengine wanatumshaga toners ama mafuta za kuondoa weusi katikati ya miguu kwa sababu ni kawaida, inatokea. Tusikue haraka sana kuwa na accuse each other vitu ambavyo hatujui. Nishaona tu hapo ni shetani iko anacheza watu wengi vichwa tuli tutukanane, tuonekane kama tuenezi mumavichwa. Mungu atusaidie. Mungu yani hatusaidie. Yaani kwa mfano nakutana, right? Kuna mtumishi anakuambia eti nakwambia, yani hao waimbaji wamemtupa Mungu, wanaimba nyimbo nyingi, hawataji jina la Yesu, wamepotea nini na nini. Sawa. Afana mimi mwenyewe nikaenda fanya utafiti kwa hizo nyimbo za hao waimbaji. Nikakutana kuna nyimbo ambazo kule wanataja jina la Yesu. Tena nibe nyimbo 2 tu ama 3 njoo wanasema tu hawataji jina la Yesu ndani. Lakini wanasema tu maneno mazuri. Unakutana huyo mtu mwenye iko nasema eti hawa wamepotea, hawaimbi jina la Yesu. Na yeye pia anatunga manyimbo ambazo hasemi jina la Yesu ndani. Yaani ni vurugu tu, shetani anapenda tukanane, tuonekane kama tuenezi mumavichwa, watu waseme jua Kristo gani hapa. We need to do better. Mungu atusaidie. Yaani pepo hii ya watu, unakutana mtu kwa mfano aliacha kujichubua, kujibadilisha ngozi, anasema zamani nilikuwa natakata. Sai yani unaniona hivi. Jamani, kwa mweusi sio uchafu. Mbona shetani ametuharibu akili? Mbona hii mental illness in African community imezidi ugonjwa wa kiakili? Wakuna kama rangi nyeupe njoo iko juu sana kuliko rangi nyeusi. Mungu atusaidie, but yeah, njoo hivyo, we just need to educate ourselves.